Siri ya babu: usiweke pesa, ifanye ikue. Usihifadhi pesa pekee. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya kwanza kabisa ambayo babu yangu aliniambia. Wakati ninasikia maneno yale, nilishtuka sana. Kila mtu duniani anasema, weka akiba ya pesa, tunza kwa ajili ya baadaye. Lakini babu alitabasamu, akanitazama machoni na kusema, hapana mjukuu wangu, usiweke tu pesa ili ikae, ifanye pesa hiyo ikue. Acha nikupe hadithi yake. Katika kijiji kimoja kidogo, aliishi mzee mmoja. Watu walimuita mvivu, hakufanya kazi. Kila siku alikuwa akiketi chini ya mti mkubwa, akitazama anga, akitazama barabara na kuota ndoto. Alikuwa akisema, ipo siku nitafungua duka, ipo siku nitanunua ng'ombe, ipo siku nitakuwa tajiri. Lakini ipo siku hiyo haikuwahi fika. Alikuwa akiota tu, lakini hafanyi kazi. Mwanzoni watu walimcheka, baadaye waliacha kucheka, wakaanza kumwonea huruma. Mkewe ndiye aliyekuwa akifanya kazi zote za nyumbani. Alipika, alifua, aliosha na kujaribu kuitunza familia. Jioni moja alimwambia mzee kwa upole, mume wangu, ndoto ni nzuri, lakini ndoto haziwezi kujaza tumbo. Tunahitaji pesa, tunahitaji kazi. Mzee alitikisa kichwa tu na kusema, siku moja nitapata njia. Maisha yakawa magumu sana. Chakula kilipungua, pesa ilikuwa imeisha kabisa. Usiku moja, mjukuu mdogo wa yule mzee alimwendea. Kijana alikuwa peku, mwembamba na mwenye njaa. Aliuliza kwa sauti ya kinyonge, babu, tuna mkate? Bibi alifungua kabati. Lilikuwa tupu. Hakuna mkate, hakuna mchele, hakuna chochote. Yule mzee alihisi maumivu makali moyoni mwake. Alimtazama yule kijana na machozi yakamlenga-lenga. Alielewa jambo moja usiku ule: ndoto ni nzuri, lakini ndoto pekee hazilishi familia. Asubuhi iliyofuata alifanya jambo ambalo hajawahi kulifanya maishani mwake. Alitoka kwenda kutafuta kazi. Akawa kibarua wa shambani. Jua lilikuwa kali, ardhi ilikuwa kavu. Alifanya kazi kwa saa nyingi, akibeba vifaa vizito. Mgongo ulimuuma, miguu ilimwaka moto, na mikono yake ikawa migumu na yenye makovu. Kila usiku alirudi nyumbani akiwa amechoka hoi, lakini sasa kulikuwa na chakula kidogo, labda maharagwe au maandazi mawili, lakini haikuwa tupu tena. Hata hivyo, hivi karibuni aligundua jambo la kusikitisha. Pesa ilikuja na pesa iliondoka. Chakula kiliisha, dawa zikaisha, na madeni hayakuisha. Shida zilikuwa pale pale. Paa la nyumba bado lilikuwa likivua. Familia bado ilikuwa na njaa. Siku moja, akiwa kwenye duka la kijiji, alimsikia mtu mmoja akisema kwa sauti, siri ya maisha ni kuweka akiba. Unapoweka akiba, unakuwa salama. Maneno yale yakakaa kichwani mwa mzee ule. Usiku ule, alitafuta mtungi wa kioo, akaificha chini ya kitanda. Kila wiki, alikuwa akiweka sarafu chache ndani. Ling, ling. Sauti ile ilimfanya ajisikie mwenye furaha. Alipata matumaini. Alimwambia mjukuu wake kwa tabasamu, huu ndio wakati wetu wa baadaye. Lakini kuweka akiba haikuwa rahisi. Alivaa viatu vikuukuu vyenye matundu, hakununua nguo mpya, walikula chakula kidogo sana. Bibi aliuliza, kuna faida gani ya kuwa na pesa ikiwa tunabaki na njaa? Alijibu, siku moja utaelewa. Miezi ikapita, mtungi ukajaa. Mzee alijihisi fahari, alijihisi yuko salama kwa ajili ya baadaye. Siku moja wakaenda sokoni. Aliweka pesa zote mezani na kusema, nataka magunia 3 ya mahindi. Muuzaji alihesabu pesa zile, akatikisa kichwa na kusema, bei zimepanda. Pesa hizi zinatosha kununua gunia 1.5 tu.
Mzee alishtuka. Pesa ilikuwa imepoteza thamani yake. Vitu vimekuwa gharama. Kuweka akiba kulikuwa kwa polepole sana. Maisha yakawa magumu tena. Jioni moja, mzee aliketi nje kwa utulivu. Alimwona jirani yake akipita, akibeba mayai na mwingine akibeba maziwa. Walionekana wenye amani, hawakuwa na hofu. Hapo ndipo alipokumbuka jambo fulani. Wazo dogo sana, lakini mawazo ni kama mbegu. Alimtazama mjukuu wake na kuuliza, vipi kama tulinunua kuku? Safari hii alichukua hatua. Alichukua akiba yake yote na kununua kuku wachache. Kijana alicheka na kukimbia huku na huko. Babu, sasa tuna kiwanda chetu cha mayai. Mwanzoni walipata mayai moja, kisha mawili. Walikula baadhi na mengine wakauza. Kwa pesa hiyo walinunua kuku mwingine, kisha mwingine. Polepole kuku waliongezeka. Polepole pesa ikakua. Siku moja alishika yai mkononi mwake na kumwambia mjukuu wake, yai hili lina nguvu kuliko mtungi wa pesa. Pesa inaweza kuisha, pesa inaweza kupoteza thamani, lakini ukiitumia pesa kujenga kitu, hata kiwe kidogo, kinakuwa kikubwa. Mjukuu alimkumbatia na kuuliza, kwa hiyo wewe si mvivu tena? Mzee alitabasamu huku machozi yakamlengalenga. Hapana mwanangu, nilijifunza jambo muhimu sana. Usiweke tu pesa akiba, ifanye pesa ikue. Na tangu siku hiyo amekuwa akiwaambia wengine, kuweka pesa akiba ni kama kushika maji mkononi. Yatatoweka polepole, lakini ukiitumia pesa kujenga kitu, hata kiwe kidogo, kinakuwa kikubwa. Hili lilikuwa fundisho lake kuu, na leo ninalishiriki na wewe. Usiweke tu akiba, wekeza, kaza na kukuza. Hata mwanzo mdogo unaweza kubadilisha maisha yako.